Taarifa za uchochezi. Inatajwa kuwepo kwa habari za uchochezi ni sehemu mojawapo ya kuhatarisha amani ya nchi na hata kusababisha kueneza chuki zisizokuwa na kikomo. Saud Shaban anaendelea kutujuza kinachojiri katika ziara ya Rais Magufuli. Leo ni siku ya pili akiwa mkoani Shinyanga, Rais Dr. John Pombe Magufuli. Sifa ya kiongozi huyu hunena jambo kila anapokutana na wananchi. Utendaji wa vyombo vya habari kwake sio haba, lakini visipofuata maadili inatia shaka. Ninasema haya ndugu zangu kwa sababu mauaji ya nchi jirani ya Rwanda yalichochewa na vyombo vya habari, yakafanya watu karibu milioni 1 wafe kwenye genocide ya mwaka 94. Baada ya uchaguzi katika nchi jirani mahali fulani, palikuwa na chombo fulani cha redio kilitumika kuchochea watu wakaanza kuuana. Tanzania ndio imekuwa sehemu pekee ya amani na kimbilio la mataifa mengine. Kamwe katika utawala wangu sitakubali kuifanya Tanzania ikose amani. Dhana ya utumbuaji majipu bado inaishi. Kwa chombo cha habari kitakachokwenda kinyume na taratibu kitajiweka rehani. Serikali ya kutumbua majipu haiwezi kuacha kutumbua magazeti yanayofanya mambo ya kuchochea. Hatuwezi tukaiacha Tanzania ikawa dump la eneo la kuweka maneno ya uchochezi. Chini ya utawala wangu hilo halitakuwepo. Uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2015 sasa imebaki historia. Kituo cha urushaji matangazo Star TV kilithubutu kufanya jambo. Leo Rais Magufuli anakikumbuka. Nimeambiwa hapa Star TV inatoa matangazo haya moja kwa moja. Nimshukuru sana Mheshimiwa Diallo na kampuni ya Star TV na Communications kwa kazi nzuri inavyofanya. Ilifanya kazi nzuri sana wakati wa kampeni zetu. Kila mahali nilipokuwa nikienda kuomba kura walikuwa wanaonyesha live. Walijitoa moja kwa moja kwa ajili ya Tanzania. Nasema kwa dhati na nataka niseme hapa bila kumumunya maneno, asanteni sana Star TV. Kubwa zaidi kwa siku hii ni shughuli za uzinduzi wa viwanda, hatua inayomfanya kutembea kifua mbele, ikiwa ni ishara ya kufanikisha sera ya serikali ya viwanda. Katika mkoa wa Pwani mpaka sasa hivi kuna viwanda zaidi ya 48 vimeanzishwa. Viwanda vya chuma, viwanda vya tiles, viwanda vya matunda na kadhalika. Shinyanga na ninyi mmeanza. Naambiwa mpaka kiwanda cha kutengeneza mabati kiko hapa Kahama, na kutengeneza mapipe. Mnaanza vizuri. Shinyanga mmenifurahisha. Haya, Mheshimiwa Rais anawaaga. Rais Dr. John Pombe Magufuli amemaliza ziara yake mkoani Shinyanga, ziara iliyomwezesha kushuhudia nguvu za wazawa katika kuendeleza uchumi wa viwanda. Saud Shaban, Star TV. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa ameunda tume ya watu 12 ili kuchunguza na kubaini chanzo cha ajali ya moto uliotokea katika chumba cha kuhifadhia mizigo kilichopo jengo la pili la abiria katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere. Moto huo ulizuka majira ya saa 5 usiku wa kuamkia leo na kusababisha kuungua kwa baadhi ya mizigo. Mwandishi wetu Grace Mfuko ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika kutoa huduma zetu katika viwanja vya ndege, ukitokea moto, swala la pili linalofuata baada ya kuzima moto ni kurejesha huduma. Na wakati huo tulihamisha huduma zetu kutoka jengo hili la Terminal Building ya namba 2 tukenda jengo namba 1 ili huduma, sababu kulikuwa na ndege ya Ethiopia Airways, kulikuwa na ndege ya Turkish Airways na KLM. Tuliendelea kupeleka huduma zetu kwenye jengo la abiria namba 1.
Katika hatua nyingine, Waziri Mbarawa ameupa uongozi wa kampuni ya usafirishaji mizigo na vifurushi ya Swissport kujirekebisha katika utendaji wake kwa muda wa miezi 2 ijayo na kuacha kuifanyia hila kampuni ya NAS iliyopewa zabuni ya kusafirisha vifurushi na mizigo katika viwanja vya ndege nchini. Waziri Mbarawa amesema kampuni hiyo imekuwa ikilalamikiwa na watumiaji wa huduma zake ambao kwa kiasi kikubwa ni mashirika makubwa ya ndege na mteja mmoja mmoja. Overall Swissport, huduma yako airport sio mzuri, na watu wa mashirika ya ndege wengi wamelaumu hapa. Mpaka shirika letu la Tanzania limelalamika kwamba huduma yako hairidhishi. Kwa hivyo nakuomba sana, kama tunakupa miezi 2, kama huduma yako hukuweka vizuri, naomba regulator ulete tufute leseni ya huyu bwana. Mimi nimepewa mamlaka na nimepewa kanuni na sheria zipo. Kama ukishindwa kutoa huduma hiyo miezi 2, kama ukubadilisha, tutakufutilia mbali. Mkurugenzi mkuu wa Swissport amesema amepokea onyo hilo la serikali na kuongeza kuwa tayari wameshaanza kuyafanyia kazi baadhi ya mapungufu hayo. Nazisikia huduma hizi kwa mara ya kwanza na mimi nimepata protocol, siwezi kumkauka waziri kabla sijampa maelezo ya kwa sahihi. Kwa nitamtafuta waziri, nipatie maelezo kwa sahihi, na baada ya hapo na mimi nitatoa taarifa yangu rasmi kwa habari. Waziri Mbarawa amefanya ziara katika uwanja huo wa ndege ili kuona ni kwa namna gani uendeshaji wake unafanyika, ambapo pia amesisitiza suala la ukaguzi wenye tija ili kubaini uhalifu kiwanjani hapo. Grace Semfuko, Star TV, Dar es Salaam. Watu 4 wanaodhaniwa kuwa majambazi wakiwa na bunduki ya kijeshi aina ya AK-47 wamevamia duka la